yuko ivaye igitondo cyiza. Tunashukuru Mungu kwa kutupea asubuhi njema. Duhaye umushimana gutya. Tumebarikiwa baraka ya aina hii. Izishimo bingana gutya. Na furaha kubwa kama hii. Tugikomeye tugabanye ni kitu muhimu sana ambayo tumepewa asubuhi ya leo. Tudatiza tusome ijambo ry'Imana. Kabla kukaa tusome neno la Mungu. Tufashe kusoma turabona gushima nyuma. Watusaidie kusoma. Bari abagabo batufasha kusoma. Watusaidie kusoma Kitabu cha Walawi, kitabu ya Walawi bice 10 n'umurongo wayo wa 7. Sura ni 10 na mstari wa 7. Kitabu cha Walawi, kitabu cha Walawi bice 10 verse yayo ya 7. Sura ni 10 na mstari wa 7. Wahageze na tusomere. Walawi 10:7. Bibiliya yavuze ngo kandi ntimuve mu muryango w'ihema y'ibonaniro mudapfa kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize. Mva mutandukanye n'abandi urashaka kubivuga kuko muri wiki bagenza uko Mose nicyo dutandukaniyeho n'abandi kuko turiho amavuta y'Uwiteka. Rekera aho ngaho soma Yohana wa mbere. Some katika Yohana wa kwanza 2:27. 2:22. Yohana wa mbere 2. Yohana wa kwanza 2:22 mstari wa 27. Yohana wa mbere igice cya 2 27. Bibiliya yavuze ngo kuko gusigwa mwasizwe. Kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe aricyo gituma mutagomba umuntu okubigisha. Nta wundi muntu yo turuka mu ijuru yo turuka mu kuzimu mugomba kumvira kubigisha kuko ayo mavuta mwasize arabwiye. Kandi uko gusigwa kwe yego kubigisha byose kukaba ari ukuri atari ikinyoma. Kandi kuko mwabigishije kuko babigishije mube ariko muguma muri we. Kuko babigishije ariko muguma muri we. Amen. Dushimye Imana. Tunashukuru Mungu duhaye igitondo cyiza ambaye ametupea nafasi hii. Imana yabikoze nishimwe. Shukrani mgeni. Uko Mwungeri yarabivuze kama vile mchungaji ametoka kusema, tutanze mpore tunawapea pole kwa familia ya mzee hali asema singa yatakaje umwana mu Bugande. Kwa familia ya mzee Sebastian amempoteza mtoto. Lero tutanze mpore, tumewapea pole. Cyongeyeho duhaye nabagaza Wanyamavira umudamu wiwe yatakaje se wabo wari yakutegera. Familia ya Bagaza imewapoteza baba huko Kongo. Nabo muri cyumweru kwa wiki hii imepita. Kuri twabimenye turi ku musozi, tumejua tukiwa huko kwa maombi, tukavugana n'abari hano kugira ngo bahagere, tukawasiliana na wale ambao walikuwa wamebaki hapa ili wafikie familia batabonetsanga kubera impamvu niyenda z'ababa basura. Hata kama familia haijafika hapa kwa sababu ya hiyo, ariko nanone ni mwihangane, lakini tunawapea pole bahuye n'ibibazo bigiye bitandukana, pole ambao wamekumbwa na shida tofauti. Twongeyeho twiyegereje abari barasindutse, tunawakaribisha wale ambao wametoka safari. Mama Mutesi ndetse n'umushitsi kutugana kuva mu gihugu cy'akavukiro cyacu cya Kongo, na mgeni pia tunamkaribisha kutoka Kongo. Imana ya mujuru yapere mu bishaka, Mungu awabariki. Hamwe n'ivyo pamoja na hayo nanone tena amen. Shimira Imana yuko yatuyoboye mu rugenzi. Tunashukuru Mungu kwa kutuongoza katika safari kuva kuwa gatatu kugeza ejo nimugoroba tugeze hano, kuanza siku ya 3 mpaka jana jioni. Kuko abambere babivuze twabaye mu bihe byiza, kama vile wametangulia kusema tulikuwa na nyakati nzuri. Imana yaradusuye, Mungu ametutembelea, yaratugendereye, ametutembelea, twagize ibihe byiza, tumefanya nyakati nzuri. Bamwe bari bamaze kuvuga ngo tituze, wamoja walikuwa wamesema tuendelee, ariko kubera impamvu nuko twagiye twese tizashoboka, lakini kwa sababu tulikuwa tumeenda wote haikuwezekana.
dusubire tugumeyo. Lakini wamoja walikuwa na ombi ya kusema tuendelee na maombi. Byiza twari tugiriyeyo Kwa sababu nyakati Mungu ametupengea mzuri. Abashumba bacu Na wachungaji wetu batuyoboye Imana ibaheze umugisha. ambao wametuongoza wabarikiwe sana. Mama bacu twari kumwe. Wamama waliokuwa nao uruziruko rwacu. Jana tulikuwa nao. N'abashiki bacu hariya. Pamoja na dada zetu hapo. Imana ya mwijuru bambere umugisha. Barikiwe, Mungu awabariki sana. Amen. 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 Nta kindi kibaho nk'abantu muziranye. Hakuna kitu mzuri kama watu mnajuana, mugasengana na mnaomba pamoja, abantu mukazarinda mutandukana, na mnaendelea kuishi pamoja kwa upendo. Kitu tuzachifuze. Hiyo kitu ni muhimu sana. Kumungeri yarabivuze. Kama vile mchungaji ametoka kusema, kanisa yari rikomeye haruguru Nyamavira. Na kanisa ilikuwa strong hapa Nyamavira. Ukuntu bakusingo muno munsi wa none. Wametuambia vile wamegawanyika. Vuga yuko nyine abantu bafite imyumvire itari myiza muri iki gihe nyine ariko bivuga. Tukasema watu ni watu wana mafikira tofauti. Kandi nibo barabaga muri torero. Na hao ndio walikuwa nguvu. Ariko kubera nyine ibi byateye, lakini kwa sababu ya nyakati hizi tukajakira gutyo tunapokea yote. Muvuge ngo amen. Amen. Tugaruke muraza kuyamenya musohotse mureke twumvisha ngo nyima. Mureke kubazanya wa. Sababu nimefanya niseme ni umoja wa kanisa. Tukiwa na umoja hakuna linaweza kushinda, na hakuna mahali hatuwezi fika. Imana nishimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Chongeyo kindi Mara tena muvuge ngo amen. Amen. Reka nongere muri iriya tangazo ryana kane. Acha niongeze matangazo la siku ya 4. Izuturi abantu batangiye kuza. Kwa kweli kuna watu wanakuja kwa ofisi. Namwe turabakangurira. Na nyinyi mnakaribishwa. Uhereye kuri bakamwiziriya. Kwanza huko kwa wakina Kamwiza. Tukeneye kilo cy'umuceri wanyu. Mukinunua mchele mjue kwa ofisi kunahitajika. Agapake kanyu kifu kavataza. Mukinunua unga kwa ofisi kunahitajika. Kizo twagiye tuvugurura niyendiria twagiye ku musozi. Kuna yale ambayo tumeongelea tukiwa huko mlimani. Tuzoza mtu wese tuzomumenyera kwanza. Kila mtu akinunua tutajua wanakula ama hawakuli. Niko bimeze. Hiyo ni ukweli. Ndio twize tutababie. Kuna yale tumeongea tukawaambia. Kila mmoja wenu ukinunua unga ama mchele usikose baraka kwa wachungaji. Amen. Ichongeyeho mara tena muvuge ngo amen. Amen. Je uganje yeye reverend binafsi uhere kuwa kabiri kwanza siku ya pili ugeza tuvuye muri iki gihugu mpaka nitoke hapa nchini Kenya. So wandi muri office. Mimi nitakuwa hapo kila siku. Mimi nitakuwa hapo kila siku. Umusozi bampaye ubushobozi n'uburenganzira n'amadaraka yose. Wachungaji wamempea ile mamlaka. Wachungaji wamemkabidhi kila kitu. Yewe sinzaja kuchana. Yeye hataenda huko. Kweli kuwa kabiri kweli saa 4 kwazageza saa 10. Kuanza Tuesday saa 2 mpaka saa 10. Atabaye ukwe cyangwa umunsi atabaye kindi. Siku ambayo hatakuwa na shida yoyote. Dore umuzozo mshakira. Tafuteni msikwe mnaenda kwa nyumba pale. Kinachokubiri kuna musa. Amen. Kuita makisa. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Tugiye kugira amatangazo kugira ngo nayo zamenyekana. Matangazo wanarudia ili msikie vizuri. Abashumba bisi tusigaranye n'ibike. Wachungaji tunayo siku cyane kwiga ibintu byinshi. Tunataka kusoma tena yuko mwebwe muzoza mutwigishe. Tunataka nyinyi mkifunze. Hari ibintu byinshi twagiye tuvuga. Kuna maneno mengi tunabakeneye mu ngero zose. Unahitajika kila mtu kwa nyakati zozote. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Hamwe n'ivyo pamoja na hayo tugiye tuvuga ijambo ry'Imana. Acha tuongee neno la Mungu. Kwanza urukuntu no bivuga ninakosa mahali nitaanzia. Na hantu no bituruka mahali nitaanzia. Kuko nadhani ufise ishimo biri mu mutima wanje. Anasikia furaha moyoni mwake. Kuko abo twari kumwe joro mu gatondo wale tulikuwa nao asubuhi ya jana. Nari mbizi yuko gahunda nyine si hali atwayifatira yuko ari cyo zabwiriza na kwe gahunda. Alikuwa amejua yeye atanena neno. Isinduka kare ko masizeje ahantu gutegura. Akaamuka kisoma kiandaa neno. Nagejeje ko masaka taura.
Alimefika saa 3 ya asubuhi. Wakauliza ulikume na maneno haya alikuwa akiandaa na alikuwa ameandaa vizuri. Alipofika nyumbani jioni, ameketi amepumzika. Alipoamka akapewa neno lingine, na ni kweli, na hayo ndio tutazungumza. Nicho imana yashatse uno musi. Hayo ndio Mungu amependa asubuhi ya leo. Amen. Amen. Abayirinzi. Waibadi. Nimuvuge ngo yambiri bizuga ngo nimba amavuta tashiri hage Ngao ni bali tazali bali ile navuge ayo vesa. Ibeni mafuta. Isinyauke mafuta. Hapo kwa nicho tuvuga uno musi none. Kwa sababu hayo ndio tunataka kuongelea. Amavuta nitabaza nami wange marenaka kugira usamame kule nami wange tuzanya amavuta Biblia inasema kuna mgonjwa akaribia wachungaji wa mwili. Kuna yule mzaifu wa mwili akaribia wachungaji. Kama hakuna mgonjwa familieni, amen. Tugiye kuvuga hejuru ya mafuta. Tunataka kuongelea kwa upako. Tugiye kuvuga ngo kirenge cyawe. Tunataka kusema mguu wako titikave hapa. Isitoke mafuta. Muvuge ngo amen. Amen. Ikirenge cyawe, nyayo zako, cyangwa se umutima wawe, roho yako tukave mu mafuta. Isitoke mafuta. Muvuge ngo amen. Amen. Mwitorero kanisani habamo ingero zine. Kuna mifano ile. Tuvuge ijambo. Mwitorero ryose twisa bani ryawe. Kanisani kuna duniani kote kuna mifano ine. Habamo ingero zine ziba mu kanisa. Kuna mifano ine ndani ya kanisa. Ijambo rya mbere. Neno la kwanza. Umuntu wasizwe. Kuna yule amepakwa. Muvuge ngo amen. Amen. Umuntu wasizwe. Kuna yule amepakwa. Ngero pande. Mara ya pili. Daudi. Aaron. Samuel. Abona abantu basizwe. Hao ni watu ambao wamepakwa. Babira manuka bitugezaho. Mpaka wa leo na sisi. Sio kitiro cha mbere kiba mu itorero. Hiyo ni nafasi ya kwanza. Muvuge ngo amen. Amen. Kitiro cha kabiri kiba mu itorero. Watu wa pili ambao wako ndani ya kanisa kugira ngo bimenya huri abantu ari bavuga amagambo tagatekereza ngo nibari nukugira muri abo bandisangamo. Tunataja maneno hayo ili mjue nafasi yako. Kitiro cha kabiri. Nafasi ya pili. Ni umuntu wigeze gusigwa. Ni mtu ambaye amepakwa. Arongera basigurwa. Mara mafuta ikamtoka. Kancho kitiro yaratekereje. Sehemu hiyo ya pili. Hicho kilimo katereve kursa. Ndio kubwa sana. Kana watu bahagaze mu bwami bwatsinzwe. Watu wamesimama kwa ufalme ambao ukibanda cyatsinzwe niho abantu baheruka igihe bagasigwaga. Hao watu wengi wamesimama kwa ufalme wao. Kera barasigurwa batalizi. Na mafuta imetoka kwao. Abo bantu rugero ninde? Mfano ni nani? Nabii Sauli. Kama Sauli. Sauli yarasizwe. Mfalme Sauli alipakwa. Arasigurwa. Na mafuta uwepo wa Mungu ukatoka. Nabii wa Israeli. Akaendelea kuongoza Israeli. Mihango yose. Akaendelea kufanya kazi kwa bidii. Sio ni kitiro kindi cha kabiri. Hiyo ni mfano wa pili. Ikitiro cha gatatu. Mfano wa tatu. Numuntu tirigiza sifa. Ni mtu ambaye hajapakwa hata kidogo. Mtu mubisi. Ni mtu ambaye hajapakwa hata kidogo. Urugero tuvuge.
mfano kama abahungu basekewa, kama vijana wasekewa, abahungu basekewa, vijana wasekewa basanga umuntu waruka ya mapepo, walipata mtu mwenye mapepo, baraka tilika kuya siko tukumva bakore bavuga, hata tufanye vile walikuwa wanafanya, reka natwe tumusenge, hata na sisi tumwombee. amaze ngo baramufata, bari abahungu benshi, walikuwa vijana 7, amaze ngo baramufata, wakamshika, baravuga ngo Imana twumvanye Paulo, Mungu wa Paulo, aya mapepo nakuvemo, mapepo haya kutoka. Usare na tekeleza ndio, usare na mapepo hata tumenya msala, na mapepo yanatujua, kule mapepo anatuzi, kweli mapepo yanatutaka, hizi yuko tutari wao mafuta, anajua kama wewe umepaka ama unapaka. Kuna mapepo anaingia na wasore baingi, huyo mjana mwenye alikuwa na mapepo Paulo tunamuzi, akamwambia Paulo, ninamjua sasa mvuga ndabazi, hao wote tunataka na wajua, none se mwebe mulilene nyinyi kina nani? batangira kujijinganya, twagira kunga bumwe watu bari bapfuye muri seba yizi ngo atangira kujijinganya, iyo yakubaza ijambo akubona yakubwiye ngo reka kujijinganya. Kuna watu ambao hawajui mahali la kusema ama la kufanya. Muvuge ngo amen. Amen. Abo ndio watanisubije, alipoona watamjibu batayigize basigo hari natantu ndagatora, sababu hawakuwa na upako. Biblia inatubwira ngo abahuzi bitwa abasore bari, Biblia inasema akawagonganisha wa vijana 7, akamwambia hata sisi mademo tunajua wale na tunajua nyinyi ambao mnafananisha mtu wa nne. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Nibo bantu kusababa mwitorero ntabandi bantu. Mtu wa nne hao ndio wako ndani ya kanisa. Umuntu wanya ni mtu ambaye anapiganisha abantu basizwe bari wayo mafuta, kupiganisha wale ambao wamepakwa. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Urugero, mfano Dawidi. Biblia inatubwira ngo Dawidi ari mu ishamba. Biblia inatuambia mfalme Daudi akiwa huko, yabizi yarahunze Sauli, alikuwa amekimbia Daudi, mfalme Sauli ari mu ishamba mashonje cyane, alikuwa huko kwenye milima, akamenya yuko umutanzi Elimeleki ahari kandi yari inshuti yiwe, alikuwa amejua mkuhani Elimeleki akiwa huko. Biblia yambwira ko Gilizari aratekereza aravuga ngo se ni ndo mpembo, akawa na njaa, akafikiria mahali atapata chakula, aratekereza ngo rekaje kumutanzi Elimeleki, akafikiria kwenda kwa kuhani Elimeleki, gani ngabo ziwe wakaenda kama askari wake, yari ngo ico yaritwaje cy'inkota gusa yari afite mu ntoki ziwe. Biblia inasema kitu yenye alikuwa nayo kwa mkono ni mkuki. Alikuwa mwasi akiwa huko, akaenda huko kwa government kwa kutafuta chakula. Alipofika huko akasema, Elimeleki kama kuhani, niko na njaa, hakuna chakula unaweza nipea? Mwami Elimeleki aramubwira ngo hari imitima gusa kandi iyo mitima urabizi nawe wabaye mu bwami ni imitima y'abatanzi. Kuhani Elimeleki akamwambia kuna mikate ya makuhani. Ntamusazire mugani wa bavuzi wiga. Si kila mtu anastahili kula. Kuna mikate lakini ya makuhani. Akasema je, nitafanya nini? Kwa sababu alikuwa anajua Daudi amepaka. Na alikuwa rafiki yake. Akamwambia siwezi ona mambo kufa. Lakini habari hii ilijulikana kwa Sauli. Familia yangu ataiangalia. Akampea mikate hiyo. Akamwambia huko milimani niliko sina isipokuwa mkuki. Amen. Biblia zaya vitubwira ngo uwo mutambi yari afite umuhumeso. Biblia inasema kuhani huyo alikuwa na silaha ambayo Daudi alimuua Goliathi. Wa muhumeso nyine ni Daudi keraga yari badezata yake. Alikuwa na kombe ya Daudi. Alikuwa na kombe ambayo ni wa Goliathi. Kwa kile nilicho nacho, niko na hiyo kombe na siwezi kupea. Akamuuliza je, niangamilie huko kwa akampea. Wanaho urabiza abasirikare na wanajeshi wakajua. Kuna wale ambao wanatembea. Kukakuwa mwanaume ambaye anatembea.
kutoka kwa kuhani Sauli akakimbia kwa amwambia amakuru yose, akamwambia habari zote, amubwira uko vyagenze, akamwambia vile imefanywa. Biblia yanitubwira ngo Sauli yambazana umushinya mwishi cyane, mfalme atakuja na kisilani. Niko tani mtawutumikira adui yangu, urabizi kwa ni aje unaweza jambo la mbele umuhaye imikate itakuye kwa neno la kwanza umempea, jambo la mbele umuhaye kwa ili uite kwenye neno la pili umempea silaha, ayamubwira mkafa n'urugo rwawe, akamwambia wewe na familia yako mtaangamia. Kitabu cha Samueli, someni katika kitabu cha Samueli. Naratangaye ngo yamubwira abayesikotibe urumva ya runani, akaambia wanajeshi wake, yamubwira ngo mucuri tumuntu murangize tari kutoka, akaambia wewe ni hukuani ariko abo nijoro naza sitera sariyo ndavuga ngo mukuri abo bayesikotibe nzobasanga mu ijuru. Akawaambia hao wanajeshi wake, abantu baravuga ngo mwakura tubwiye ni tutori kota umuntu umutanzi tumurangura tutikure, wakamuuliza je, tunaweza kuua aje mtu ambaye uko na mamlaka? Itegeko ya president mu bimure sikotibe ngaraza, fikiria amri ya mkuu. Akajaribu kuambia wanajeshi wake, lakini wakakana, hawawezi, wakakataa. Akaambia huyo ndoe, akaambia wanajeshi wangu kijiji chote cha No, nimehuzunika sana. Makuhani kama bishop na wanaume wenye wako hapa, akaua makuhani 84, makuhani 84. Kwa nini? Alikuwa amegombanisha upako. Biblia inasema ili tusikie maneno ya mfalme huu. Acha tuseme kwa hema ya Mungu. Acha tuseme kidogo tu. Askani ama hema ngongere kuri iri jambo Imana yabwiye uyu mutanzi. Nina lengo ya kufikia neno hili. Yakoraga mu ihema. Alikuwa kufanya katika hekalu. Alikuwa anafanya katika hekalu. Hema gani ya ibice bitatu? Hekalu lilikuwa na sehemu tatu. Ibice cha mbere, nafasi ya kwanza, muvuge ngo amen. Amen. Ibice cha mbere cyangwa uwa la nje. Urugo rwo hanze. Urugo rwo hanze, uwa la nje. Muvuge ngo amen. Amen. Ijambo rya mbere ikintu cyabagamo cya mbere. Katika uwa la nje kulikuwa kitu moja. Habagamo igikarabiro. Kulikuwa nafasi ya kunawia mikono. Ijambo rya kabiri ryabagamo. Neno la pili lilikuwa ndani. Habagamo imeza. Kulikuwa meza. Ijambo rya gatatu ryabagamo. Kitu ya tatu ilikuwa hapa. Habagamo ikiro cyangwa se miwari. Kulikuwa kio. Iyo abatambyi baje kureba barebaga nimba ntagatsembwa bafite. Wa makuhani wakiingia hapo wanajiangalia kwa kio. Urugo rwo hanze. Hapo ni wala nje. Ahera mahali patakatifu. Habagaho kulikuwa ameza. Kulikuwa meza. Ayo meza yari imisimi 12. Meza hiyo ilikuwa na mikate 12 yahabwaga abatambyi. Mikate hiyo 12 akabaho ikintu cyakabiri naho. Kulikuwa ingine neno la akabaho igitereko kitabaza. Na kulikuwa kulikuwa mahali pa kuweka taa. Muvuge amen. Kinara ya taa. Ahera mahali patakatifu pa patakatifu. Muvuge amen. Amen. Ahera patakatifu pa patakatifu. Ahadi ya kumtanzi wa kunakanao. Kulikuwa kuingia kuhani mara moja kwa moja. Sasa tini kila mwijo nawe yagendaga baba mushizemo za njumbi bintu bikomanga umugozi bakawurekura kagenda n'imafiriyo bakawukurura nda muntu wageraga. Hata kuhani kwa kuingia mara moja alikuwa akifungwa na vitu wakisikia. Ahera ili tujahabaga. Patakatifu kulikuwa vitu kama ngapi? Haba gisanduku gisezerano. Kulikuwa sanduku la agano. Iyo sanduku gisezerano. Sanduku la agano hilo. Yabaga mu manu. Kulikuwa manu ndani. Muvuge amen. Amen. Kumutwe wayo katika upande mmoja. Cyangwa se kumutabiri wayo. Kwa kifuniko. Habaga makerubi yarindaga iyo sanduku. Kulikuwa mfano wa makerubi. Ikindi cyakabiri cyabagamo. Kitu ya pili ilikuwa ndani. Habagamo inkoni yaro ni ibya yarangije. Ilikuwa fimbo ya Haruni. Ikindi kintu cyakane cyabagamo. Neno la ile ilikuwa
baba mwantoranyije ubwoko bwo kwa Aroni. Kuna taifa ambalo Mungu alikuwa akachagua taifa la Haruni. Sawa mtu wose. Si kila mtu. Si mtu wese toranwa. Si kila mtu ambaye anachaguliwa. Muvuge amen. Amen. Ila mutora na kunzaro biwe. Kamchagua na familia yake. Ila mweza na wahungu niwe wote. Kamtakasa na vijana wake. Muvuge amen. Amen. Haramu katatu. Kulikuwa aina tatu bali barakowe ambao walikuwa na mzigo. Hariho ubwoko bwitwa ngo n'Abagerari. Kulikuwa taifa la Wagerari. Abo Bagerari Wagerari. Muvuge ngo amen. Amen. Ibico bari bashinzwe mu ihema. Kazi yao katika hekalu. Iyo ihema ryazengaga cyangwa ibico habaga igicucu inkingi ibico n'inkingi y'umwijima. Hiyo wingu wakati kitaka kusimama hari ukuntu cyatangiraga kuzenga. Ikianza kusimama abo bagabo ico bari bashinzwe mu ihema. Wanaume hao kazi yao katika hekalu. Ngo yari imiganda. Wao ni miti ile ambayo imeshika hekalu hilo. Natekereje mati ico twopfa rusengero. Alifikiria ni nini watu wanazozana ndani ya kanisa. Zantekereza n'ukuri ko sito mwijuru. Anafikiria ni nini watu wanazozania. Abo bagabo takindi bari bashinzwe. Wanaume hao hawakuwa na kazi nyingine. Icyiciro cyane tatuzabaga. Watu watatu walitwa kuna Wagershoni. Kulikuwa Wagershoni. Abo Wagershoni hao. Wagershoni na hao. Ihema ryajyaga ngo ihabuke. Wingu ilikuwa ikitaka kusimama. Iyo mzaba yashinzwe ibintu by'ubusakara. Wao walikuwa hema yo hejuru. Walikuwa wanachukua maskani ya juu. Muvuge ngo amen. Amen. Abandi bindo ngo Abagerari. Wengine ambao wanaitwa Gerari. Muvuge ngo amen. Amen. Abo bantu familia hiyo ngo bari bashinzwe ibintu by'indani ibiriya bikarabiro n'ibindi byose ndanize vuba. Kazi yao ni kuchukua zile vitu kwa ndani. Nzatekereza mu kabimana. Nafikiria kwa kazi hiyo. Abo bagabo bari barafushe cyane. Wanaume hao walikuwa wamechoka. Abo bantu bavuye mu itorero abandi barimo. Kuna watu ambao wanatokea ndani ya kanisa. Watu hao wanafikiria mchana na usiku. Tekereza nawe Mathieu. Fikiria hata na wewe. Tekereza no kuiwe. Hata fikiria katika yule. Cyane tukigenda saa 11 twabaga tujana ningo zose. Kitambo ile wakati tulikuwa tunaenda. Abana ufite n'abandi batoya na watoto wangu. Bameka kunyuramo ugamwagara ngo bana barakuze. Nasimama watoto wasisi wasipotee. Haiko tekereza ibihumbi bitandatu. Lakini fikiria watu 1000. Haiko baba Wagerari na Wagershoni bako hate. Lakini hawa Wagerari wako sheni na wako. Ni Imana yari bashinze ibintu byo mu nzu y'Imana. Mungu alikuwa amepea kazi hao. Ibintu cyatangira kugenda Mungu nikitaka kutembea. Abantu bakaba birukira ku matungo yabo. Wengine wanatembea kwa mifugo. Wengine wanachukua watoto wao. Chukua dada usipotee. Wengine lakini walikuwa na watoto na mifugo. Lakini wanakimbia. Wengine wanaangalia maskani. Wengine wanaangalia wakatoka. Biblia ikasema wakatoka. Mungu anajua yale. Akasema ni yeye anatoka. Mimi nimetaka. Nikutaka kwangu kutoka nyuma. Ni wewe kile ukapenda. Ni hili upewe taifa la Mungu. Muvuge ngo amen. Amen. Biblia imesema. Yesu ashimwe. Amen. Nadabu na Nabii bari abahungu baro walikuwa vijana wa Haruni. Natekereje iyo mutatakiwa mafuta y'Imana gufana n'umwanya wo guhunja no guhunga. Alifikiria mtu asipokuwa na upako wa Mungu kufa ni rahisi. Imana yari yaravuze ibintu bikomeye. Kwa sababu Mungu alikuwa amewachagulia sasa barabikinisha. Siku moja wakacheza na kazi ya Mungu. Amaze ngo bayasinzira. Wakalala. Umuriro urazimana. Moto ikazima. Baraza n'undi muriro wishitse. Wakaenda kuchukua moto fasi nyingine. Bagiye baracana tutashoboka. Walipojaribu kukonga moto huo haikuwezekana. Ngo barapfa. Hapo wakakufa. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana nzatekereza Imana yisha abahungu ba Reverend muvuge ngo amen. Amen. Ini gitangaza. Yeme nukitu twongere gutinya Imana. Ogopeni Mungu. Naratekereza ndayo ngicho wawe na biganiro reka mutangire. Fikiria kama
vijana wako wawili mchana vigani batanga umugani sana natuma bafa hapana abantu bakagira ubwo iyo mfuye yabo nari bizimana nijenga simba muzi uko mukuri kose ko ijemwe imana ni yeneza ngapfu ari mu musizo kufaida imana ni yeneza amen nzo tubaho zo hitwa hakuna mtu atashimilele muvuge ko amen amen Biblia inaambia ngo itangaza kikomeye Biblia inasema mambo ya kustahili ngo imana yindi Aroni Mungu akamwambia Haruni Aroni wewe abahungu bawe bombo utatekereza umuntu gufusha abantu fikiria mtu kukufiwa na watoto wawili userere sigaye kitagahungu karacyari gatoya akona kijana kariya kaje kariya niyo fura yanjuriya uri kumkingi kijana huyo hakupa friend Freddy utakuona batakuzuria niwe fura yanjye batabuze huyo ndiye kufungua mimba huyo afite imyaka 15 akona miaka 15 kara ya baba ako karibu kufika Nisho kundi nazabwira bandi yasengo mebekiranye inkasi nzumva umushingire uko nza mureba mama mbona afite imyaka 20 akimwona naona ni bakagomba guseka cyane kuko ifura y'umuntu ukomeye cyane akifungua mimba ni mtu wa maana sana ni mtu wa maana sana muvuge ngo amen amen none utekereza bakambira ngo namuzi banone Fred arasota ngarafuye cyangushikiwe nyasani kumukurikiye ngo barapfuye fikiria Fred na dada yake waseme wamekufa ngo imana ikabibwira kutukora ngaho mvima Mungu anamwambia kama ikabibwira ngo mutima we tuza kusenge komeza materaniro akamwambia mchungaji usitoke ndani ya kanisa meza ukutanga na kazi ya Mungu nivyo yabiyaro ndivyo Mungu aliambia Haruni ukuta abakozi b'Imana bakomeye fikiria Imana bayo kutayima watu wako na yabibwira ngo tiwi muze n'umusatsi akamwambia hata usinyonye nywele muvuge ngo amen amen dira sobanyu bibi arona dira sebabo arabira uri mugende mu bafatire muri ariya makazi ya Mungu abanye mu ngando ubatimba y'Imana Mungu akamwambia Haruni ngo ari gutonyanza amafuzo njyazo tutonyanza n'amafuzo n'ijambo y'Imana Mungu akamwambia usilie enda waambia mke yako aende wakafanye mazishi kazi ya Mungu ni ya maana sana Haruni hakuelatize Haruni hakusema lolote Baba Imana yabibwira abantu babiri Mungu yabibwira ngo Aroni akaambia Aroni akaambia Haruni na Eleazari mutamvu na Eleazari timuva mwihema ry'Imana na Imana akamwambia Imana musitoke kugira ngo mudapfa haleluya mureke kuva musitoke ndani ya kanisa musitoke kwa yale ambayo tumeamini musitoke ndani ya kanisa musitoke kugira ngo ili msikufe haleluya 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 muri amafuta y'Imana Mungu na muri amafuta y'Imana umepakwa muri amafuta y'Imana Mungu na upako kuva mu rusengero rwasa Mungu na upako msitoke ndani ya kanisa haleluya ariko mana yaje we natekereza ngo uwo mugabo ni gute byari bimeze akafikiria kwa Haruni ilikuwaje hiyo siku haramubwira ngo tutonyanze n'amaso akamwambia hata kulia usijali iyo ahungu baguye umunsi umwe hata kijana wako wawili wamekufa tujera ngata kubahamba hata usiende mazishi cyane cyo kumutuza mumwe kugusura muri familia yake usikuje hata mtu wa familia kuja kuona uriho amafuta y'Imana kwa sababu uko na upako muzi ko muriho amafuta y'Imana mfite mnajua mko na upako muriho amafuta y'Imana mnajua mko na upako y'Imana mnajua yuko ukuta shaka mnajua mko na upako yuko shaka mnajua yuko shaka usijipeleke ile unapenda usijipeleke ile unapenda kwa sababu ndio upako haleluya 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 uriho amafuta y'Imana mko na upako uriho amafuta y'Imana mko na upako hari Imana yakuvuzeho na ile Mungu amesema kwako haleluya habaye amafuta y'Imana wale wako na upako habaye amafuta y'Imana wale wako na upako habaye Imana yofuka hata habaye mbele yo mafuta hata mafuta Mungu anamuoneza wanafurahia Mungu anamzirushe bafite sante zose wanafikiria kwa kirenge cyabo kiri mu mafuta y'Imana kwa sababu nyao zao zimesimama kwa upako muvuge ngo amen amen uriya mwanditsi Yohana ameandika aravuga ngo akasema timukagombere ubundi mwigisha msitafute mwalimu mwingine kuko utamasize
agiye kwa nyirarume kwa abandi. Yakobo alipoenda kwa ukimbizo kwa uhamishoni. Aramubwira ngo uwo mvukana tuwe kwa mureganisha. Kwa sababu alikuwa anakimbia ndugu yake Esau. Kitu yamutekereye. Alimwambia yamutekereye amafuta. Akampea mafuta. Yamuhaye ibintu bine. Alipea vitu vingine. Kintu kimwe. Kikiwa na kitu gani? Aramubwira ngo atira amafuta kubera kwa no kumuzungura mu mashamba. Kuko bova kundo twajya muri nemo. Ili ufike kwa ngo yako safari ni ndefu lakini chukua mafuta. Chukua mafuta haya. Ngo yambere aramubwira ngo ni bukwiri uri mu ishamba. Kama zahari tawuzora. Ukifika jioni usiku mahali au utaona mahali pa kulala. Ayo mafuta nuhagera wa uzasita itaramuzo gibeho. Mafuta hii utawasha. Petroli amaze wasita. Mafuta utawasha. Umuriro neza imehashira. Utawasha baridi ishe. Jambo ya kabila ya mafuta yakoze yamuhaye. Neno la pili mafuta yamemsaidia. Aramubwira ngo nugiriza. Ukiwa na njaa, murugendo nguzofata ayo mafuta yaje. Ukule mafuta hayo. Muvuge ngo amen. Amen. Uyafata yaje cyangwa se uyatekeshe ifo kurya. Upike chakula na mafuta. Amafuta akenewe muri urugendo rwa mwijuru. Upako inahitajika. Jambo ya aramubwira ngo neno la tatu ambalo aliambiwa. Ugira umwero cyangwa se ukuruka mu mvugo yacu. Ukinyauka ukawita wisiga mu nzira. Na unakosa mafuta. Utafate kwa ayo mafuta wisiga. Chukua mafuta hayo. Jambo yakane aramubwira mafuta. Aramubwira ngo uzonyura mu birimbu uzonyura mu mizi. Utapita katika milima ikakomeka. Na ukigumia katika kwa nguvu. Uzofata ya mafuta uzoyiyo. Chukua mafuta hayo utipake. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Ayo mafuta akenewe mu ngezi nawe. Mafuta haya pia wako Yakobo katika safari hata na niyo wo mukemi. Safari ya kwenda mbinguni hata uwe malaika. Alikutafuta mafuta. Usipokuwa na mafuta. Naje kusanga yuko tutatwihenda. Tunajidanganya. Ati gute? Kivipi? Nara Yesu ni hejuru ya mafuta. Nilisoma kwa sababu uko bantu abantu bishobora kusigara bati. Mnajua kuna watu wengi watabaki ulimwenguni. Naso yuri ya mugani wanditse hari yabari abakobwa 10. Alisoma mfano hapa ndani ya mwengera abandi babafu. Wale mabikira 10 watano wafu na wengine wenye busara. Nitwe mu rugererano rwacu. Ni mifano yetu. Ni nguvu tu tuzakuterana muri horebu. Ni kama yuko bariho mafuta kandi atarayo. Watu wanajidanganya wakisema wako na upako na vitu vitano wayahujije nabo. Hawezi sema maneno tano kwa sababu ya muda. Ariko bose muvuge ngo amen. Amen. Bose bahagukira cyane. Lakini wote walisimama wakienda kumlaki. Bategereza umukwe n'umugeni. Wakangoja bwana harusi na bibi harusi. Ngumupatize bose bararyama barahomye. Bwana harusi alipokaa wakalala. Kandi ibintu bahuje bose bari bafite amatawaza cyangwa mataka. Na wote walikuwa na mataa. Ariko ngo bamwe ngo nta mafuta yarari. Lakini ndani ya mataa kuna mmoja wako na mafuta. Narayimvumbuje uzuko. Ndani ya kanisa. Impande zovuga zidafite mafuta. Wanapanda Italia na hatuna mafuta. Na biteguye Yesu Kristo. Na wao walikuwa wamejiandaa kulaki bwana harusi. Umukwe ngo atinze Biblia yambwiye ngo Biblia yambwiye ngo umukwe atinze gushika. Bwana harusi Biblia inasema bwana harusi alipokaa kufika. Bamaze ngo barasinzira bakungiye. Wakalala kidogo. Wabaye mu gicuku cyane. Ilipokuwa alfajiri mapema. Wakasikia ndugu kelele. Wote wakaamuka wakiwa na mataa. Biblia bwana harusi amekuja. Na ni kweli ndivyo Yesu atakaporudi. Utafikiria mafuta uko naye na kumbe babavuga butumwa cyangwa ngikorari twatumaga mwarimu cyangwa pasiteri uzoje mu kane uzoje mu gatatu uzotugurire petrol. Unajua kwetu ushaboni hivyo watu walikuwa wanatumia mafuta. Kandi abasaza twagira ku musaza iyo itara rigira uruhege ndani. Mafuta ikiisha kwa taa unasikia kelele. Anasema hakuna mafuta. Na hao walikuwa wakijaribu kuwasha taa. Anaambia bwana harusi ndio huyo amekuja. Sisi tumetembea pamoja, tumeshiriki pamoja. Na tumelala pamoja na bwana harusi ndio huyo. Hamwezi mkatupea kidogo. Nasanze amafuta ari hano. Amen. Muvuge ngo amen. Haleluya. Baravuga ngo amafuta dufite. Wakawajibu
mafuta tuko haiwezi katutosha. Enendeni mkanunue mafuta mununue yenu na mkiosha itawaka. Biblia inasema walipotoka kwenda kununua mafuta, wale walikuwa na mafuta ndani ya mataa, wakamlaki bwana harusi, wakaingia kwenye harusi. Wale wapumbavu walipotafuta mafuta huko na kurudi, wakapata mlango imefungwa. Mafuta inahitajika, mafuta inahitajika. Biblia inasema katika kitabu hiki cha Msafiri, Mkristo alipofika kwa mfafanuzi, walikuwa na program moja. Kitabu hiko cha Msafiri, alipofika kagonga, mfafanuzi Msafiri akagonga, akakuja mtu si mwenye nyumba, akauliza je, mtu gani huyo? Akasema ni mimi. Amwambia mwenye nyumba tulikuwa naye na appointment ya kuja nifungulie. Kitabu hicho cha Msafiri kinasema akakuja kafungua. Kuna neno moja nataka kuongea hapo. Akamuingiza ndani ya nyumba, akaongea muda kidogo. Biblia inasema akamwambia njoo nikuonyeshe, njoo tupendee uone. Akamshika mkono. Kitabu hicho ndipo kinasema akaingia ndani ya nyumba kubwa. Alipofika ndani ya nyumba hiyo, walipata ndani ya nyumba kuna vumbi mingi sana. Walipokiongea walikuwa na mtu mwingine wakiongea kwa sababu vumbi ikakuwa mingi, karuka hapo. Mkristo akamuuliza, je, vumbi hii ni ya nini? Ilikuwa imeingia ndani ya macho. Akamwambia vumbi hii ni dhambi. Akamwambia mtu leteni maji na umwange ndani ya vumbi hii. Akamuuliza je, maji hii ni nini? Ni Injili. Akasema hii ni Injili. Dhambi ikiingia ndani yetu, hakuna neno lingine linaweza kutoa. Ni Injili tena. Wakaendelea kuzunguka ndani ya nyumba. Akaona ndani ya ukuta kuna mahali kuna waka, kuna mahali kuna waka moto mingi. Akaona mtu mwingine hapo kando, pande ya mto huo, mto na mwaga maji. Akasema ni kwa nini mtu anawasha moto mwingine na mwaga maji na moto hiyo isizime? Mfafanuzi akamwambia, Mkristo akauliza, je, hiyo ni nini nimeona? Akamshika mkono, wakapita, wakatembea nyuma kidogo, wakawa nyuma ya ukuta kidogo. Mtu mwenye aone, ndio maana kuna mtu alikuwa amejaribu kumwaga maji. Huyo ni shetani, huyo ni shetani anamwaga maji. Ukianza kunena, ukianza kuimba, anataka kuzima, anakuja na maji anamwaga, anatuharibu. Lakini kuna
tunakamilisha. Muvuge ngo amen. Biblia inatubwira ngo, Biblia inasema twovuga ayo magambo ni manini cyane. Maneno haya ni mengi sana. Zukuri nateguye zino kaje zitatu. Nimeandaa. Murabona nini igitabo kinini cyane. Hili kitabu nimeandaa. Vuze akatuka cyane. Ni kama makaratasi 3 ameandaa. Yakadangiriza kuri umugabo wari uriho amafuta watangaje. Acha tukamatishe kwa mwanaume alikuwa na upako. Size wa Daudi. Nimeacha wakina Daudi. Size wa Samueli. Nimeacha wakina Samueli. Hao wote ndabasize. Hao wote yakadangiriza kuri umugabo witwa Moni. Acha tukamatishe kwa mwanaume Filipo. Muvuge ngo amen. Amen. Biblia inambira ngo Biblia yatuye Samaria. Filipo alikuwa anaishi Samaria. Wamaze ngumuko w'Imana kumuzaho. Roho wa Mungu akakuja juu yake. Ndio ngotorili ya ngone hivi ya muri kapitali Yerusalemu. Akamwambia hona huyo kone mwenye ametoka Yerusalemu. Kandi afite ubuzima w'ikitabu kana soma rimigari. Na kuna kitabu anaendelea kusoma. None gendaga umusange. Nenda ukamwone. Mubaze ngo ivyo ayasoma nimba hayavyumva. Muulize je yale unasoma unaelewa. Amaze ngo uwo mugabo baragenda. Filipo akasimama. Yaraturutse muri Ethiopia. Alikuwa ametoka huko Ethiopia. Ndio mfano. Mtu huyo alikuwa anatoka Ethiopia. Amaze ngo aramwegera yari mu igare giwe. Filipo akamkaribia. Ngo yumva yagenda soma yivugisha. Akasikiza akienda kisoma na akijenga siku yake. Yesaya. Yale ambayo ameandikwa na nabii wa Isaya. Umwana w'intama. Anaandikwa kuhusu mwana kondoo wa Mungu. Ngo ashitse imbere ngo yugiye kumukemurira uboya. Ni kama yule mwana kondoo ambaye anatengenezwa. Akatumia ni kama mtu mkondoo ambaye anatengenezwa. Amaze ngo yari mwigaruwa iyo ngone. Mtu huyu alikuwa ndani ya gari lake. Baramwegera mwidirisha aramubwira ngo ivyo wankonewe ivyo hasoma kuravyumva. Akamuuliza je yale unasoma unayaelewa? Ngondira mubwira ngo ese data rusha no vyumva gute? Akasema je naweza yaelewa aje? Utabisobanuriye. Na bila wewe kunitafsiria. Ngwamaze akingura umuryango ngo yinjira mu igare. Akafungua mlango Filipo akaingia. Ngwamaze ngo bagenda aha yamuganiriza amusobanurira. Wakatembea akimtafsiria yale ya nabii wa Isaya. Muvuge ngo amen. Ngwamaze ko ne biremera. Mtu huyu akamwambia mtu huyu akamwambia ninaamini. Filipo hawezi kanibatiza. Hapo walikuwa wameanza kumwambia nje. Endelea kusoma. Amwambia je umemkubali Yesu Kristo? Nimekubali. Wakasimamisha gari lao. Wakateremka kidogo. Amen. Filipo alikuwa mafuta imani. Filipo alikuwa na upako wa Mungu. Kwamba ngambatiza. Akambatiza. Ngoma kila hawa kiva muruzi. Walipotoka ndani ya maji. Natekereje abantu bari amafuta. Watu wako na upako wa Mungu. Amaze ngoma akirangiza kumubatiza kucheza. Walipomaliza kumubatiza sasa ndio ngo yamatoweka. Kama vile Filipo akatoweka. Muvuge ngo amen. Haleluya. Hapo nizatekeleze kusema tie. Usenge imana nawe uzoba kukurukuza nyanzo. Muvuge ngo amen. Ivyo kuri vyo shoboka. Inawezekana. Kuryo yisesa niko zokubera. Inawezekana. Niba se ukuwera duruseta hari. Inawezekana. Tureke kuvuga abazungu. Ni muvuge ngo amen. Amen. Bari abagabo bankubana baza baguruka bakagenda bakaje kuba. Kuna wanaume ambao walikuwa na sisi tunaweza. Haigani kubera kwizera kwa nicho gituma utazogera. Imani yako hapa ndio inakufanya ufike. Amen. Amaze ngumuka usane na tangaye ngumuka wa Mungu vanya mikazi. Roho wa Mungu anachukua yango yamanyinzi baraka. Akasikia nguvu wa Mungu usahe mu kilometero. Akamchukua Roho wa Mungu akampeleka. Muvuge ngo amen. Haleluya. Nenda wa Mungu vanya Gaza. Nimeutoa Gaza. Imugeza. Ezoto. Imugeza aso. Paka Azoto. Ako kumva musiri abandi bagabaho bageze. Kumva abandi bagabo basezimana bafite amaso. Sikia wanaume wengine wako na upako. Ngumuka w'Imana ngo amuvanye Gaza baraguruka mukirere. Roho wa Mungu akamchukua akamnyakua. Paka kaenda katua Azoto. Wakashangaa. Kiliza bivuga ngo kilometero cyaho ngaho. Urefu wa hapo. Abagenzuzi babiri bazobavuga ngo yagusi kilometero mu kirere, ibirometero 20. Ameruka kilomita 20. Kuva aho Gaza bakubwira ngo ni kilometero 20. Gaza na Azoto ni kilomita 20. Tekereza bera bagabo. Fikiria. Bari amafuta y'Imana. Walikuwa na upako. Muvuge
muvuge ngo amen. Amen. Bene data turarangije. Ndugu, tumekamatisha. Mwabakozi b'Imana, Watumishi wa Mungu. nongeye kubakangura, Na wasi. nongeye kubibutsa, Na wakumbusha. ikirenge cyane Nyayo zako. tikikave mu muryango w'ihema, Isitoke katika. ikirenge cyanyu Nyayo tikikave zako. mu rusengero, Isitoke ikirenge cyanyu katika. tikikave mu masengesho. Nyayo zako zisitoke Muvuge ngo kwa amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Turarangije. Tumekamatisha. Abakeneye ko bokongererwa ayo mavuta, Wale wanaohitaji mafuta bohaguruka tugasenga. wanaweza inuka wa upeo. Ijambo ry'Imana ngo uriya nuka cyasuka wari mu kiti Na bado Roho wa Mungu anafanya kazi. ngo kasuka Na bado mafuta hiyo inamimina. hariyo haguruka tugasenga Na bado mafuta kugira ngo hiyo yongererwe kandi ili muongezewe upako. kugira ngo Ili muongezewe abone uko umurimo w'Imana. na muimarike katika kazi. Ikiwa wewe ni mchungaji, pastor, mtu yeyote, omba Mungu akujaze mafuta. Hakuna mtu asiyepungukiwa. Hata Elia alifika mahali akapungukiwa, lakini siku alijitakia kufa. Nguvu zake zilikuwa zimemwishia. Tunataka kuomba. Haleluya. Haleluya. Omba Mungu akuongezee upako. Maana hii ni mshukuru. Baba yetu ndiye mbinguni. Jina lako litukuzwe milele. Tunanyenyekea chini ya ulinzi wako. Tunanyenyekea chini ya nguvu zako. Hao wote wasimama. Hili ni taifa lako. Hili ni watu wako. Wanahitaji upako. Wanahitaji nguvu zako. Watu wanahitaji upako kwa safari hii. Mwami maana dukeneye maana dukeneye baraka. Mungu komeza kubana natwe tuzageza